na tutafungua kwa maombi. We're going to open in prayer. Nitaomba wote tusimame. I will invite you all to stand. Amen. Karibuni. Welcome, please. Baba Mungu mtakatifu, Mungu wa uweza, Mungu wa rehema, Mungu wa huruma, tuko mbele zako tena Baba jioni ya leo, tukiliinua na kulitukuza jina lako Mungu mtakatifu ya jioni ya leo. Baba, tunaliinua jina lako tena, tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi Baba. Baba, hatuwezi jambo bila wewe, ndio maana tunakualika Mungu wa rehema, wewe ambaye ni Emmanuel. Baba, wewe katikati yetu jioni ya leo, uwe msaada, uwe kiongozi, na tunafunga uweza wa giza, tunafunga distraction zote, uweza wote wa yule adui, tunaweka chini ya mamlaka ya jina la Yesu. Baba, tukiomba moto wako na nguvu zako zitawale. Asante Baba kwa pamoja nasi, kwa maana wewe ni Alfa na Omega. Katika jina tunaomba tukiamini. Amen. Basi nitakaribisha waimbaji. Karibuni waimbaji kwa nyimbo ya msamaha. Karibuni. Because we knew for so many days, na ningependa kuwakaribisha wamama wote kwa ujumla. And I'd like to welcome all the mamas in general. Wamama ambao wanatoka katika kanisa la PRC, karibu. The mothers who come from PRC, you're welcome. Wamama ambao wanatoka katika kanisa la Sepake, karibu. Women from Sepak Church, you're welcome. Ninawakaribisha tena wamama ambao wanatoka katika kanisa la Pentecost Ebenezer Church. And women from Ebenezer Church. Namona mama Pastor Gloria, karibu. Hiyo si nafasi yako, wanakutia hapa mbele. Welcome to this place. Mama Pastor Gloria, tunafurahi kwa pamoja nawe. And we are so happy to be with you. Na pia tunafurahi kuona wamama wa Ecclesia Church. And we are also joyful to see women from Jesus Christ. Your church. Ambao wako hapa. That are in this place. Kama wako hapa wapepe. You're here, just wave your hands. Mungu awabariki kama sijataja kanisa lako. May God bless you if I didn't touch you. Lakini ukisikia umekaribishwa. Just feel that you are welcome. Hallelujah. Ndio ninataka kutambulisha hii ministeri kidogo. I just want to talk about the ministry a little bit. Ndio tuko hapa South Africa. We are here in South Africa. Lakini tuko international. But we are international. Na ministeri hii, and this ministry, ilianza mwaka 2016. It started in 2016. Kwa hivi tumeeleza miaka 9. And now it's been 9 years. Na pia kuna matawi ulimwenguni. We have branches everywhere. Na pia tunakuwa na komite, and we have a committee ambayo inagawanyika mara 3, that we have divided 3 times. Tuko na komite administrative, and we have the administrative committee. Tuko na komite executive, and we have the executive committee. Tuko na komite ya direction, and we have directional committee. Sasa nimetaka wamama ambao wako hapa, I just wanted the women who are here wasikie kidogo kwa ajili ya kundi hili. Maybe they can hear a little bit about this group. This ministry ni kwa ajili ya mwanamke. It's because of a woman. Ni kwa ajili ya kumwandaa mwanamke. It's because of preparing a woman. Na mission yake, and its mission, ni kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Is to spread the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Tuko na matawi yetu hapa South Africa. We've got the branch here in South Africa, Burundi, Rwanda, DRC, tuko na USA, Canada, Australia, Uganda, na Tanzania. Hapo ninataja kuna wanawake jeshi kubwa ambao wako hapo. And those
also some of the branches that we have. Na tunatumika sana katika mtandaoni. And we work most of the time online. Tunatumika sana kwa group ya WhatsApp. We work so much on the WhatsApp group. Na kwa hiyo tumeamua kutoka nje ya WhatsApp. And then now we have decided to go further than the WhatsApp. Na ndio maana leo tumekusanyika hapa. And that's why today we met in this place. Kuna mama ambao wanasikiana kama sauti. There are women who just hear voices. Lakini vizuri wanapokusanyika wanakutanana. But it's nice when they meet. Hallelujah. Amen. Na pia tunaendelea and we will continue. Mwaka kesho next year. Wamama tunawaalika kutakuwa na mkutano mkubwa wa international. I will invite you because we'll have an international meeting. Hapo tutakuwa tukisherehekea miaka 10 and we'll be celebrating 10 years. Na mimi utakuja and I believe that you will come. Utaleta rafiki yako and you will bring a friend. Amen, amen. Amen. Ndio ni muda mzuri. It's a good time. Tunataka tujisogeze mbele za Mungu. We want to move closer to the Lord. Ili tupate kufika muda mzuri wa kusikia neno la Mungu. So that we can listen to the word of God. Ningewasihi nyote tusimame. I would ask you to all stand up. Tunasimama kwa ajili ya kumrudishia Mungu wetu utukufu. And we stand up in order to give God the glory. Hallelujah. Amen. Tunataka kulalamika haleluya mara 3. We are going to shout hallelujah 3 times. Hapo tunaonesha ushindi. We are going to show victory. Kwamba Yesu Kristo alikufa. Jesus died. Na siku ya 3 akafufuka. And he rose again. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. Tunaendelea. We continue. Mara ya pili. Because victory is ours. Tuko maskari, we are soldiers. Na kamanda wote wameshashinda tayari vita. And we are all the commanders of the tunapigana ndani ya ushindi. We are fighting in victory. Tunataka shout for the last time. We are going to shout for the last time. I'm going to welcome Mama Pastor Mikishamba ni Mama Nadine ambaye atakufundisha neno kwa siku ya leo. That is going to give the word today. Basi tunataka kupiga makofi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen, amen, amen. We're going to sing the chorus. Tunaenda kuimba wimbo. And that chorus, na hiyo pambio, I know some of us are already tired by singing. Na najua kuna wengine umeshachoka. I need the drummer to go on the drum and the piano take the piano and the guitar take the guitar and all the worship team I need you in front. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Are you guys ready? We bless your name.
The Sunam woman, yule mwanamke Myunani, she received a man of God, alipokea mtumishi wa Mungu, the prophet, ambaye alikuwa ni nabii, in a house, kwenye nyumba yake, and she built a room for him. kisha akamjengea chumba cha kukaa. Why did her husband accept her request to be done? Kwa nini mume wake alikubaliana naye ili wamjengee nyumba? Because she was in good terms with her husband. Kwa sababu alikuwa na masikilizano mema na mume wake. Because she was respecting her husband. Kwa sababu alikuwa anamheshimia mume wake. I want to tell you a secret. Nataka nikupatie siri. When you obey your husband, wakati unamtii mume wako, you never lack anything. Hautawahi kukosa chochote. He will dress you up. He will dress you up. Atakuvalisha. He will look after you. Atakuchunga. But there's another husband who are foolish. Lakini kuna waume wengine ambao wapumbavu. What can you do? Wewe unaweza kufanya nini? You need your wisdom. Unahitaji hekima yako. And you need your prayer. Na unahitaji maombi. Wisdom and prayer, kwa sababu hekima na maombi goes together. Vinaambatana pamoja. When you have a wisdom, wakati una hekima, you put water in your mouth. Unaweka maji kwenye kinywa chako. Instead of crying or moan, badala ya kulia or shouting, au kulalamika, go and kneel down. Unaenda unapiga magoti and say, when you call the Father, na unamuita Baba, and tell him that you are the builder, na unamwambia wewe ndiye mjenzi. Start to build it for me. Anza kunijengea. So that I can be the roof. Ili mimi niwe ile dari. The roof that will cover dari ambalo litafunika all the trial and the tribulation. Mambo yote na mapito yote. Hallelujah. Amen. Women have this strategy. Women have this strategy. Wanawake wanazo mbinu to build, ya kujenga, to use the things of the house, na kutumia vitu katika kwenye nyumba, even to use your husband money, hata kutumia pesa za mume wako. You can use this strategy to use them. Unaweza kutumia mbinu ya jinsi ya kutumia hela. You can even wear a very nice dress. Unaweza ukavaa hata nguo nzuri that he didn't buy, ambayo yeye mwenyewe hakununua, but you bought it, lakini umeinunua from his own money, kupitia kwa hela zake without mwenyewe, even him knowing, bila hata yeye mwenyewe kujua. Hallelujah. Amen. A foolish woman, mwanamke mpumbavu, will not even dress up, hawezi hata kuvaa, and say my husband didn't buy me a clothes, kisha atasema mume wangu hakuninunulia, my husband didn't take me out, mume wangu hakunipeleka out. Even though you are selling a slippers, hata kama wewe unahusisha viatu, and you get 100 pounds, usiseme kwamba hauna furaha katika nyumba yako. Use a strategy. Tumia mbinu. What can I do to build my home? Ninaweza nikafanya nini kujenga nyumba yangu? What can I do so that I can be happy? Ninaweza nikafanya nini ili niwe na furaha? What can I do so that when my husband wants to make love with me and I won't deny him? Sasa nitafanya nini ili wakati mume wangu anataka anione kimwili nisikatae? You can use strategy. Unaweza ukatumia mbinu. There are even a fruit that you can make him eat without him knowing that what you need. Kuna matunda ambayo unaweza kumfanya akakula bila hata yeye kujua. For example, kwa mfano, do we know all of us know bananas? Sisi wote tunajua ndizi. You know the bananas. Unajua ndizi. The banana can make also your husband strong. Nazo zinaweza kumfanya mume wako akawa mwenye nguvu. When he's weak, wakati hana nguvu. And when you make him eat banana all the time, na wakati unamfanya anakula ndizi kila wakati, you don't know what is happening. Tunajua kinachofanyika. You just know I'm eating a fruit. Atajua tu kwamba ninakula ndizi. So use a strategy. Kwa hivyo tumia mbinu. Hallelujah. We're going to pray. Tunaenda kuomba. When Abigail saved her husband, wakati Abigail alimuokoa mume wake, she didn't save her husband by the strength. Hakumuokoa mume wake kupitia nguvu zake. Not by force. Haikuwa kwa kulazimishwa. But by the wisdom. Lakini ilikuwa ni kwa hekima. You know, when you look after your home, wakati unalinda nyumba yako, use only wisdom and prayer.
hekima yako and his strength, na nguvu yake, if you work together, wakati mnapotumika pamoja, your home will be smooth. nyumba yenu itaendelea vizuri. Let's learn about this Shunammite woman. Acha tujifunze juu ya huyu mwanamke Myunani. The second King chapter 4 verse 20. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20. I'm only going to read one verse of 26 says, "Please run now and meet her." And they said to her, "Is it well with you? Is it well with your husband? Is it well with your child?" And she answered, "It is well." Hallelujah. Amen. Look at the wisdom of this woman. Angalia hekima ya huyu mwanamke. The child has been kept in the room. Mtoto amewekwa ndani ya chumba. While she's answering and saying everything is all right. Lakini yeye huko anajibu kwamba kila kitu kiko sawa. It is well. Anasema kwamba yote yako sawa. It is well. Yote yako sawa. She was protecting her home. Alikuwa analinda nyumba yake. She didn't start bothering with the words. Hakuanza kutetemeka na And maneno. start crying. Na aanze kulia. Because she had a faith in her. Kwa sababu alikuwa na ile imani Knowing ndani that yake. the Lord I serve Akijua kwamba Bwana ambaye is the namtumikia one who gives me ni strength yeye ananipatia to nguvu build my home ya kujenga nyumba and to yangu look after my husband na and my pia child. kumchunga mume wangu na mtoto wangu. What can you say before meeting your leaders or men of God or women of God? Utaweza ukasema nini kabla hujakutana na viongozi wako au Mungu mzima? What do you think about saying? Unawaza nini? Unawaza utasema nini? When you think about what you're going to say, Wakati uko pale unawaza kitu ambacho utaenda kusema, that things come through. mambo yanakuja, Those things that you are thinking about yale mambo ambayo unafikiria become through after meeting them. yanakuja kutokezea baada ya kukutana nao. Jesus needs to grant you the grace and to speak with the word of God. Yesu anahitaji akupatie neema ili upate kuzungumza neno lake kwa ushujaa. And you need to speak the word of God with the boldness. Na wewe pia unahitaji kuzungumza neno lake na ushujaa. Because as the psalmist says, Kama vile aliandika Zaburi anasema, even through I walk the valley of shadow of death, hata ninapopitia katika shimo la kifo, I'll fear no evil. sitaogopa mabaya. 23 verse 4. So, Zaburi 23 na mstari wa 4. when you put in your mind that it is well with you, Wakati unaiweka kwenye akili yako kwamba yote yako sawa na wewe, no matter how you've been treated, hata kama umepitia mambo gani, I know we pass through a lot of things in our marriages, umepitia mambo mengi katika ndoa yako, but when you say it is well, lakini pale unaposema kwamba yote yako sawa, it shall be well indeed. na kweli itakuwa iko sawa. Hallelujah. Because before she met Elijah, Kwa sababu kabla hajakutana na Elia, on her way, the servant of God went to her. walipokuwa njiani, mtumishi wa Mungu alikuwa anaenda kwake. He asked, what is happening? Akauliza ni kitu gani kinachoendelea? Madam, Akasema, mwanamke, how is your son? mtoto wako How yukoje? is your husband? Mume wako yukoje? How are you? Na wewe unaendeleaje? Instead of saying my son is dead, Badala ya yeye kusema kwamba mtoto wangu simply amekufa, say to the servant and say it is well. akamwambia mtumishi wa Mungu And yote it yako was sawa. well indeed. Na kweli alikuwa sawa. There is a power Kuna nguvu in your mouth. katika kinywa chako. Abigail used that Abigail alitumia hiyo and the wisdom na ile hekima to save her husband. ya kumtumikia mume wake. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Your belief, the belief that you have in your heart, Ile imani ambayo unayo katika moyo wako, that it released by faith ambayo inatolewa kwa out imani, of your mouth, inatoka kwenye kinywa it chako. does not take long for Jesus to realize your belief. Haitachukua muda mrefu ili Yesu
Na hiyo ni kitu cha maana sana. Your word Neno lako will neither justify haitajustifie or condemn you. au kukondemu. Your word Neno lako will neither haitaweza justify kujustifie or condemn you. au kukondani. Hallelujah. Amen. Meaning we must watch what we are saying. Inamaanisha kwamba lazima tuangalie kwa makini tunachokisema. Because when those women were asked to cry, Kwa sababu wakati wale wanawake waliamua kulia so that the Lord can hear them, ili Mungu awasikie, it's something that was inside them come out. ni kitu ambacho kilikuwa ndani yao kikatoka nje. See the book of Matthew chapter 26 to 27. Kitabu cha Mathayo sura ya 12 na mstari 26. If they are not according, Kama hawapewi not the truth of God's word, ukweli wa Mungu, can hinder you. inaweza ikakuzuia. Meaningless. Inaweza kuwa haina maana. After the time of destruction, Na baada ya uharibifu, the passage of that you believe ni kwamba wewe unaamini in your heart kwenye moyo wako, will be the one that you will receive. na ndio ile ambacho utapokea. She received the man of God. Alimpokea mtumishi wa Mungu, The Tsunami woman, yule mwanamke Myunani. she received the man of God. Alimpokea mtumishi wa Mungu, The prophet, ambaye alikuwa ni nabii, in the house. kwenye nyumba yake, And she built the room for him. kisha akamjengea chumba cha kukaa. Why did her husband accept her request to be done? Kwa nini mume wake alikubaliana naye ili wamjengee nyumba? Because she was in good terms with her husband. Kwa sababu alikuwa na masikilizano mema na mume wake. Because she was respecting her husband. Kwa sababu alikuwa anamheshimia mume wake. I want to tell you a secret. Nataka nikupatie siri. When you obey your husband, Wakati unamtii mume wako, you never lack anything. hautawahi kukosa chochote. He will dress you up. He will dress you up. Atakuvalisha, He will look after you. atakuchunga. But there's other husbands who are foolish. Lakini kuna waume wengine ambao wapumbavu. What can you do? Wewe unaweza ukafanya nini? You need your wisdom. Unahitaji hekima yako And you need a prayer. na unahitaji maombi, Wisdom and prayer kwa sababu hekima na maombi goes together. vinaambatana pamoja. When you have a wisdom, Wakati una hekima, you put water in your mouth. unaweka maji kwenye kinywa chako, Instead of crying or moan badala ya kulia or shouting au kulalamika you go and kneel down unaenda unapiga magoti and say, when I call the Father na unamuita Baba and tell him that you are the builder, na unamwambia wewe ndiye mjenzi, start building for me anza kunijengea so that I can be the roof. ili mimi niwe ile dari, The roof that will cover dari ambayo all litafunika the trial and the tribulation. mambo yote na mapito yote. Hallelujah. Amen. Women have this strategy. Women have this strategy Wanawake wanazo mbinu to build, ya kujenga to use things of the house, na kutumia vitu katika kwenye nyumba, even to use your husband money. hata kutumia pesa za mume You wako. can use the strategy to use them. Unaweza ukatumia mbinu ya jinsi ya kutumia You hela. can even wear a very nice dress Unaweza ukavaa hata nguo nzuri that he didn't buy, ambayo yeye mwenyewe hakununua, but you bought it lakini umeinunua of his own money kupitia kwa hela zake without mwenyewe even him knowing. bila hata yeye mwenyewe kujua. Hallelujah. Amen. A foolish woman Mwanamke mpumbavu will not even dress up hawezi hata kuvaa, and say, my husband didn't buy me a dress. kisha atasema mume wangu My hakuninunulia, husband didn't take me out. mume wangu hakunipeleka out. Even though you are selling a slippers Hata kama wewe unahusisha viatu and you get 100 rand na unapata 100 rand katika ile as a biashara profit, kama profit, when you start keeping the 20 rand every month, wakati unaanza kuwekesha zile pesa kila mwezi, one day you take your husband out usiku mmoja wewe
We have your wisdom. Ni kwa sababu tunayo And hekima. we use the strategy. Na tunatumia mbinu. Hallelujah. Amen. We are the roof. Sisi ni dari. Without these pillars here, Bila hizi nguzo hapa, when the wind comes, wakati upepo unavuma, the house will be collapsed. nyumba nzima inaweza ikaanguka. Even the roof will collapse. Hata dari pia litaanguka. But when the pillars are strong, Lakini wakati nguzo zina nguvu, the house will be stronger. nyumba pia itakuwa yenye nguvu. And the roof will keep it more stronger. Na dari itafanya nyumba hiyo Because that roof will protect those pillars from the kwa rain. sababu dari itashikilia nguzo Protect your husband na from the rain. proteshe mwanaume wako mvua isimnyeshe. Am I true? Je, nasema kweli? Hallelujah. We are the one who suffer more. Ni sisi tunapata matatizo mengi. But even through that suffering, Lakini hata kupitia yale mateso, we are the one who build. na ni sisi tunajenga. Let us stand. Acha tusimame. Don't say you are not happy in your house. Usiseme kwamba hauna furaha katika nyumba yako. Use a strategy. Tumia mbinu. What can I do to build my home? Ninaweza nikafanya nini kujenga nyumba yangu? What can I do so that I can be happy? Ninaweza nikafanya nini ili niwe na furaha? What can I do so that when my husband wants to make love for me and I won't deny him? Sasa nitafanya nini ili wakati mume wangu anataka anione kimwili nisikatae? You can use strategy. Unaweza ukatumia mbinu. There are even a fruit that you can make him eat without him knowing that what you need or Kuna what you matunda want. ambayo unaweza kufanya kakula bila hata yeye kujua. For example, Kwa mfano, do we know all of us know bananas? sisi wote tunajua ndizi. You know the bananas. Unajua ndizi. The banana can make also your husband strong. Nazo tunaweza kumfanya mume wako kuwa mwenye nguvu When he's weak. wakati hana nguvu. And when you make him eat banana all the time, Na wakati unamfanya anakula ndizi kila you wakati, all know what is happening. tunajua kinachofanyika. You just know I'm eating a fruit. Atajua tu kwamba ninakula ndizi. So use a strategy. Kwa hivyo tumia mbinu. Hallelujah. We're going to pray. Tunaenda kuomba. In whatever things that looked like they are all against you, Katika mambo yote ambayo yalionekana kwamba yako kinyume na wewe, I want to think about what things that are working against you in your home or in your family. nataka uanze kuwaza juu ya vitu ambavyo haviendeki vizuri katika maisha And yako. I want you to confess the word of faith. Kisha nataka sasa uanze kukiri neno lenye imani. And to say that it is well. Na unaenda kusema kwamba yote yako sawa. It shall be well in Christ Jesus. Kwa sababu yote yatakuwa salama katika Kristo Yesu. Start praying in your heart. Anza kuomba kwenye moyo wako. I don't know what you are passing through, Sijui unachokipitia wewe, but your prayer is the answer. lakini maombi yako yamejibiwa. And you are the answer of that problem. Na wewe ndiye jibu ya ile tatizo. Because your faith Kwa sababu imani yako in your word, katika ulimwengu wako. say, Lord Jesus, Sema Bwana Yesu. Lord Jesus, Bwana Yesu. help me to receive more of you. Help me to receive more of you. Help me to receive more of you. Help me to receive more As of you. I believe in you, Lord. As I believe in you, Lord. Father, as you make me a roof of my home, As you make me a roof over my home. you know where I'm weak. You know where I'm weak. Strengthen me, Lord. 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 Strengthen me, So Lord. that I may see your power. So that I may see So your power. that I may see your glory. So that I may see your So glory. that I may be like the tsunami woman So of that I may Africa. be the tsunami woman or Abigail. Jesus, Jesus, I need you. I need you. Touch me. Touch me. Do not let me go back home Do not let me go back home the way I came, the way I came, but to go and make a change. but to go and make a change. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated. Thank you.
Tushangilie kwa ajili ya neno la Mungu. Ndiye makofi tena. Tunasema asante kwa mama yetu. We say thank you to our mother. Hakika ni neno zuri. It's a wonderful word. Ninaamini kila mama amepokea. Amena. I believe Mama ni jeshi kubwa. Amena. women, you are a great man. Tukikutana tunapewa siri. Amena. When we meet, we are given a secret. Sio Mungu endelee kubariki mama yetu, barikiwe. God continue to bless our mother. Aongeze palipopungua. May God add where it has been reduced. Basi ni wakati wa kutoa sadaka. We are going to give our offering. Nakaribisha praise team kwa ajili ya wimbo. Praise team, you're welcome. Wakati tunaenda kutoa We sadaka. are going to give our offering. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
bariki wale waliotoa, bariki wale hawajapata Baba, endelea kufungua Baba. Tunakushukuru kwa yote kupitia jina lako Yesu Kristo mtakatifu, amen. Amen. Basi tunaelekea mwisho na ni wakati wa matangazo. To the end, we have announcements. Dada yetu Kituza kwa ajili ya matangazo. We welcome Sister Kituza for the announcements. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mama tupo. Tupo. Mama tupo. Tupo. Tunashukuru Mungu sana tena sana. We thank God very much. Kwa kuwa wamama umefika. Because mothers, you have arrived. Umekubali wito wetu. And you accepted our invitation. May God bless you a lot. Tunashukuru Mungu tena sana. We thank God again. Kwa kuwa na mama anaongoza wamama na wamama katika nchi tofauti. For having a mother who's leading mothers and mothers all over the world. Mimi nishapima kulinda watoto. I have tried to take care of children. Nilikuwa nachunga watoto 150. Watoto sasa. I used to take care of children, 150 of them. Lakini kushelewa mama mbili. But then to take care of 2 women. Unamsaluti ile mama. You salute that woman. Mama Deborah, please. Mama si. Mama Deborah, we ask you. Karibu. You're welcome. Mama kuongelewa yote. And face the women. Hii kadiri kadogo tu. It's a small gift Kwa kazi yenye unafanya. for the work that you are doing, Kuongoza wamama. for leading the women. Miaka 9 alianza grupe. For 9 years the group started. Mama anampenda sana. I love this woman. Alitiaka mkomite. She put me in the committee. Simpatia kipumzi. I don't give her space to breathe. Na mama anampenda sana. And I love her Kwa sababu because anapoleta idea, when she brings an idea, anaitupa mkomite. she puts it in the committee. Kama hakuna mmoja wetu mwenye ayaongea, If no one hasn't said anything, hatamataki decision. she will not take a decision. Anasemaga kitu za yaongea, She will say, Kituza hasn't spoken, Neema yaongea, Neema hasn't spoken, Shisina yaongea, this one hasn't spoken, mama yetu Shisina yaongea, and our mother Justine na hasn't mwingine spoken, mama yetu pana and ya. then another one hasn't spoken. Na hivyo si wote tuongee. And we are all supposed to talk. Sasa tunaongea. When we speak, Ndio anakamata decision. then they will take a decision. Huwa wanaona msaluti sana. So I salute her a lot. Kwa sababu alipoanza grupe, Because when she started the group, nilikuwa mbele alianza nao. I was among the people that she started Sabini with. walitoka. So many people left, Na tubakia wachache. and we remained a few. Na tukaenda na tena tukaanza ongezeka. And then they started increasing. Uniapa South Africa. Now here in South Africa, Tuko wadogo. we are few. Lakini kwa niaba ya Burundi, But from Burundi, tukienda Kongo, when we go to Congo, tukienda Rwanda, when we go to Rwanda, tukienda Tanzania, when you go to the tukienda US, Canada, when we go to Canada, wanapofanya mkutano, when they do their meetings, huyu mama alianzia hapa South Africa. this woman started here in South Lakini Africa. kwa leo, But today, dunia nzima it is the entire world. Hapa ninapongeza tena Mungu. I congratulate you again in Yaonyesha ile hekima na and continue in that wisdom. Amen. Ya wamama please usimame, umesimama. Women, that we are students. Usimame tukianza kutoka. Please, mtokee tukatoka. Can you come closer? Can you- Tunaweza sana.
Ya karibuni kabisa kama utajiunga nasi. We welcome you if you're going to join us. Ya na Mungu atakubariki sana kabisa. And God will bless you. Ya ukitaka kujiunga nasi utaacha jina lako na nimero ya telefoni. If you want to join us, you can leave your telephone number. Ya tutaandika jina lako na nimero ya telefoni na jina lako. We will write your number and you'll join us in the group. Na maelezo mingi utaipata ndani. Mungu awabariki sana sana. Na jeshi kubwa imeandaa maji kidogo. Imeandaa maji. And we have prepared some water for people to drink. Ya maji kidogo tu please usiende bila ile maji. Hatuna nasa sana kunywa Please maji. don't go without drinking that water. Even if you will drink it in the cup, please do not leave without drinking it. Asante sana Mungu. May God bless you. Mama yetu Deborah pia wake mkutano. Mama Deborah, you must come and finish the meeting. Hallelujah. Amen, amen. Ndio, ninaona furaha siku ya leo kuona siku ya leo imefika. I'm very happy today to see the day what has arrived. Na pia nafurahi kuwaona mara tena. And I'm happy to see all of you. Sio kuna wamama ambao walikuja nyuma. I know there were women who arrived Nao now. siwakaribisha pia. And I welcome you also. Ninaona furaha sana. I have a very Tena sana. more Kumwona mama yangu yuko to hapa. see my mother who's here. Anasimama. Please stand up. Huyu mama yangu ambaye nilizaa katika ndoa. One who give me birth when I got Nafurahi married. sana mama. I'm happy to see you. Naye ni mke wa mchungaji. She's a wife of a pastor. Ndio kanisa lao linaitwa All Nation Independence Church. Na mama ambao walikuja naye wanaweza simama tuwaone. Barikiwe, barikiwe. Haleluya. Asante mama. Ndio pia ninamuona mama Prosper anaweza kasimama. Ninajua jina ya Prosper simama. Mungu akubariki. Nilikuwa nauliza kama nimekosea. Amen. Unajua wakati tunakusanyika hivi wa mama. You know when the women are gathered together, Inakuwa furaha kuona wale mama ambao walitutangulia. it's happy to see those mothers who were there before you. Na hao mama tunawahitaji. And we need those women. Tunamwona mama yetu We see our mother ambaye anakuja na mama Nicole pale, mamake mkwe. who came with Mama Nicole here. Simama leo salimia kanisa. It's okay. Huyo ni mama yetu anatoka mbali Kongo. She's standing far away. Yuko hapa. She's here. Na tunafurahi kuona alitika wito. And I'm happy that she accepted our Na ako invitation pamoja nasi siku ya to leo. be with us today. Amen, amen. Amen. Na wengine kama wote ambao walikuja nyuma, Mungu awabariki. And all the mothers who are here late, may the Lord bless you. Wapendwa, tulifundisha kwa ajili ya mfupa. We were teached about a bone or skeleton, Tulifundisha juu ya skeleton. and we were told about the Na skeleton. mwalimu alikuwa wazi akasema, And our teacher was open and she said, ile tu huo mfupa tu moja tu "We pale. are the only one bone there." So si hatuwezi existe kama ile skeleton haikukamati. So we are not existent when that the skeleton is not standing. Kama sisi wamama tuko hapa. As the women who are here, Ni kwa sababu kuna wababa ambao wanakusupport. because we have a father or husband who supports Na us. tunafurahi kuona wako katikati yetu. And I'm happy to see them here among us. Haleluya. Amen. Ndio ningependa kumwonyesha yule ambaye mimi niko mfupa wake. I want to show Anaweza you. kusimama mahali alipo. Shanga wamoja wa mzuri. Barikiwe sana, barikiwe sana. Kama
wamesema hapa, I know Mama Kikuza already spoke. na wale ambao walikuja mbele walisikia kidogo. And those who are right here early, they heard a little part of it. Hii huduma ya jeshi kubwa The work of Jeshi Kubwa sio kanisa, it is not a church, lakini ni huduma but it is ambayo inakusanyisha wanawake wa makanisa kwa pamoja. that we bring the women around the different churches together. Lengo lao ni kufundishana. And our aim is to teach one another. Tunafundisha mafundisho ya Biblia, And we teach the teaching of the Bible, mafundisho ya ndoa and the teaching of the marriages, na mafundisho ya vitendo. and the teaching of Mungu ambao na mashuhuda ambao there are men who have a testimony. ambao waliweza kutoka katika kundi hili. The one that they were benefit from this group. Hasa ikishafika swala ya mafundisho ya vitendo, ikishafika swala ya mafundisho ya And vitendo, when it is the time of teaching of to do things, wamama huwa wanaimarika juu wanajifunza mengi, those are the time where women they learn more and they be strengthened. na misio yetu And our mission ni kuhubiri habari is njema. to preach the good news. Ndio maana tunaenda hata tunafanya outreach. And that is why sometimes we do outreaches. Na katika jeshi kubwa And in the Matu Women Army, kuna wamama ambao wanatoka makanisa tofauti. there are women who come from different churches. Kuna wamama ambao wanatoka PRC. There are those who come from PRC. Kuna wamama wa kanisa la Ecclesia Church of Christ. And there are women who come from the Ecclesia Church of Jesus Christ. Kuna wamama wa kanisa la Neno la Uzima. There are women from the Church of Neno la Uzima. Tuko na mama ambao wanatoka katika kanisa la Synagogue Church. And there are those who come from Synagogue Church. Samahani kama wangekuwa wanasimama nikitaja wamama wale wanatoka kanisa la PRC wako hapo wa jeshi kubwa wasimame. Wamama wa Ecclesia Church of Christ wanaweza wakasimama pia. Sasa tunaona kama tuko makanisa wamama wa Neno la Uzima. Naona wakufika, na pia kuna mama ambaye anatoka katika kanisa Fontaine Pentecost Church. Kwenye hivyo apunye mkono. Na pia tuko na mama ambaye anatoka Solid Rock Church, hivi iko Ireland. From church that is in England. Na pia tuko na mama ambaye anatoka kanisa la Parent Church. And their mother from Paran. Hao wako Debe. And there are those who are in church, but if you are here from Paran, please raise up your hands so we can see you. Amen. Barikiwe baba. Be blessed, mother. Na pia
tuchukue tuimbe. If you have a piano, something, the music, Na tunaweza kuombea taifa zetu. so we can pray for our nation. Kama kuna wamama wetu ambao walikuja na maflag za maisha yao, wanaweza wakachukua. There are those who came with their own flag. Please take your flag so we can Kwa start. sababu neno ambao utakiri Because the word that you wait
Tunaenda kumshukuru Mungu kwa magharibi ya leo ambaye alienda kuifanya na kutuunganisha tena kwa pamoja, na pia mama Pastor Zee atenda kuomba kwa mwisho kwa ajili ya kutawanyika kwetu. Mbele ya kufunga, nitaka kuambia mwaka kesho kwa neema ya Mungu, mwezi kama huu tutacelebrate 10 years anniversary ya ministeri hii, ambao wanawake watatoka mahali duniani. Itakuwa ni mkutano wa internationali, na mimi wao ambao kwa hapa utakuwepo siku ile. Itakuwa ni wiki nzuri sana na usipange kuikosa. Mungu akubariki. Next year it will be our 10th years anniversary of Jeshi Kubwa. I want to invite all of you to be there, and I know that you are mother, a woman that is here. Please be there, because we're going to have a very wonderful and a good time. You're welcome. Samahani mama, mbele kuomba, ningependa kumshukuru sana mami tunamwita dada, naye anapenda sana huduma ya wanawake na huwa anajitolea sana wakati tunamhitaji. Mungu ambariki dada si kwa kazi alifanya leo ya interpretation. Wakati tukimhitaji wao Connection Women Forum ya Mungu ambariki kwa kuonesha upendo. Sio jambo la kufanya Mungu anaacha kazi zake ili akuye ajiunge na nyinyi na wasaidie. Na mama wote ambao mlikuja, Mungu awabariki. Shalom. Tunamshukuru Mungu wa malezi, tunasema asante. Jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe. Tunasema asante Baba kama wamama wa Jeshi Kubwa. Asante Yesu kwa organizing mkutano. Tunashukuru kwa Mungu wetu, tunashukuru tunatupenda. Bariki kila mama wote alijitolea kuja hapa. Ubariki Baba, ubariki nyumba yake, ubariki kila mtu mwenye alitoa Baba nguvu zake na wito wake kuja hapa. Ubariki kila mkutano, ubariki kila mama, waonekane